Galacha wetu. Galacha wetu. Asante sana. Kama nilivyokuambia, tuko na afisa mfawizi wa RATA ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, na yeye mwingine ni Pateli Ngereza, na ana vitu vingi sana ambavyo of course wewe mwenyewe pengine ulikuwa uvijui, na hapa anazidi kutuachilia madini hadi madini. Sasa Watanzania wengi waga tunatumia daladala. Unatoka zako Mbagala, unaenda Mwenge, unatoka Mwenge utaenda Mbezi, na pale kinachokutambulisha mara nyingi waga tunatambua ile mikanda ambayo ipo. Unakuta kuna rangi nyekundu na kijani, Temeke Mbezi, kuna rangi kama ya kahawia na inaenda Kariakoo, Mbagala. Hivi asili ya ule mkanda, asili ya ile rangi ambayo inatambulisha maeneo fulani na fulani katika ruti fulani ambayo watumizi tunatumia, hii ilitokaneje au asili yake ni ipi ya ule mkanda? Asante. Nafikiri kwa sehemu tulioeleza kwamba shughuli tunazofanya ni zipi, moja hapo ni hilo la kutoa leseni, lakini pia tunaweka na vigezo au viwango vya utoaji wa huduma ile ya usafirishaji ambao tunaisimamia. Kwa hiyo pamoja na mambo mengi tunayosimamia, hilo la vigezo pia na viwango ni sehemu ya kazi ambayo tunaifanya. Sasa katika utoaji leseni tuna makundi mengi. Kuna makundi ya mabasi yanayoenda kwenye miji ya mbali pamoja na nchi za jirani. Kuna magari ambayo yanatoa huduma katika miji. Tuna magari ya kukodi. Na kwa swali uliloliuliza ni magari ambayo yanatoa huduma katika miji ambayo maarufu sana daladala. Na magari haya tunawapa pamoja na yale masharti ambayo ni ya jumla yanafanana kwenye mabasi yote ya kubeba abiria, lakini wanakuwa na masharti au maelekezo ya ziada au ya tofauti na mabasi mengine. Kwa mabasi haya yanayotoa huduma katika miji, taratibu zake za kupata leseni ukiunganisha na zile za awali nilizozitoa, maana yake kunakuwa na vigezo vingine vinavyoongezeka. Moja ya kigezo ni kwamba lazima gari lile liweke utambulisho wa njia anayokwenda kutoa huduma. Sasa utambulisho wa njia ni sisi tunaoweka utaratibu huo kwamba utambulisho wa njia fulani uwe hivi. Na tukirudi kwenye historia kwenye hili la utambulisho wa njia ama mikanda, wengine wanaita mikanda, urangi au mkorogo, ni swala ambalo lina historia ndefu ambayo ni ya nyuma sana. Na historia hiyo si ya Tanzania peke yake, ni ya karibu sehemu nyingi duniani, kwamba vyombo hivyo vya usafiri wa umma vinakuwa na namna ambavyo vinaweza vikawa vinatambulika. Kwa kuna historia ya namna hiyo kwamba ni swala ambalo lipo duniani. Sasa utambulisho wa rangi hizo unaweza ukawa wa aina nyingi. Linalotoa huduma ya usafirishaji fulani linatakiwa litoke kiwandani likiwa na rangi fulani. Na kuna maeneo mengine kwamba utambulisho maana yake itabidi iwekwe mkanda ule, strip ile, au zinaweza ikawekwa mikanda mingi. Kwa hiyo ni historia ambayo lengo kubwa ni kutambulisha lile gari kwamba linafanya shughuli gani. Kwa hiyo katika nchi yetu pia ina historia ya muda mrefu, lakini sababu yake au lengo lake halitofautiani na malengo yote yale ya dunia au ya nchi yote nyingine. Lengo ni lile moja, kwamba ni identification ya huduma ile, maana yake utambuzi. Kwa hiyo sasa tunaporudi kwenye hilo, tunaingia kwamba linakuwa lina faida gani kwa watu wa eneo husika. Kwa tukiongelea mikanda au rangi kwa magari ambayo yanatoa huduma ya usafirishaji katika nchi yetu na specific Dar es Salaam, kwa sababu swala hili pia limeshika kasi sana kwenye miji mikubwa ambayo ina vyombo vingi vya usafiri.
Kuna maeneo mengine kwamba unaweza ukaenda na usipate hicho kitu, usione kwamba kuna mkanda wote wa daladala au gari inayotoa huduma kwenye mji. Kwa hiyo hii sana sana imekuwepo kwenye miji mikubwa ambayo ina vyombo vingi vya usafiri. Sasa tukienda kwenye faida ndo tunaweza tukaelewa kwamba kwa nini zinakuwepo na kwa nini zilianza. Kwamba tulieleza hiyo faida ya kwanza ya ambayo ni lengo, kwamba ni utambuzi. Kwamba tunaweka rangi zile ili gari za kutoa huduma ya usafirishaji ziweze kutambulika. Kwamba ukiona tu na ile rangi unajua kwamba hii inafanya kazi ya daladala. Kwa hata ukikutana nalo popote pale utasema linatoa hili gari hii daladala. Hii inatoa huduma ya usafirishaji. Sasa inabakia swali kwamba ni wapi? Maana yake sasa lazima wewe unajua kwamba rangi hizi zinatumika katika maeneo gani. Na katika nchi yetu utambulisho uko katika maeneo matatu. Moja ni hilo la kupaka gari rangi nzima. Kwamba gari lote umepaka rangi. Kwamba tumesema ruti hii ni gari iwe na rangi nyekundu. Maana yake utapaka gari lote nyekundu. Ama kama unajua utakuja kutoa huduma kwenye ruti fulani, itabidi uhakikishe kwamba unanunua gari ambalo ni rangi ya ruti unayotaka kwenda. Ipo. Na kwa Dar es Salaam, kwa hapa Dar es Salaam kwa kipindi cha nyuma ilikuwa hivyo, lakini kwa sasa hivi zilipotea. Lakini kuna baadhi ya ruti, kuna ruti ambao tumefanya hivyo. Ukitoka Chang'ombe, Tabata Chang'ombe kwenda Kivukoni, magari yana rangi moja. Tumetengeneza ruti ambayo tunasaidiana na wenzetu wa chama cha wasafirishaji kwamba ruti hiyo iwe na rangi moja. Kwa hiyo bado inawezekana isionekane sana, lakini gari zikiwa nyingi zitaonekana kwamba bana utambuzi wake ni rangi fulani. Utajua kwamba ni ya hii ruti. Lakini nyingine ni kuchora mkanda. Na mkanda huo unaweza ukawa ni wa namna nyingi. Unaweza ukawa ni mkanda mmoja ambao una rangi moja, au ni mkanda ambao una mchanganyiko wa rangi zaidi ya moja. Na yote hayo ni kutambulisha lile gari. Na huu utambulisho unamsaidia abiria. Kwamba abiria sasa anakuwa rahisi kujua kwamba moja hii ni daladala, lakini pia itamsaidia kujua kwamba hii ni ya wapi. Natoka wapi naenda wapi. Na tukirudi nyuma inawezekana pia kipindi fulani kwamba watu ikawa si lazima asome yale maandishi. Akiona rangi tu anajua kwamba hii bwana hii inaenda sehemu fulani. Lakini kadri muda unavyoenda watu pia kujua kusoma na kuandika inaongezeka, na ulazima ule wa kusoma unakuwepo pia. Lakini tumeeleza hiyo kwamba inamsaidia kutambua, lakini urahisi wa yeye kupata ile gari ambalo analitaka. Sasa faida nyingine ya pili ni kupunguza ule mgongano, au tuseme inapunguza kule kuchanganya. Kwamba sasa wewe ili usiweze kuchanganya gari na kwenda Tabata kwenu ukitokea Posta hapa, maana yake ile rangi inakusaidia kwamba sitochanganya. Utaenda kwenye ruti ambayo utaenda sehemu ambayo inaelekea nyumbani kwako. Badala kwamba isingekuwa hivyo ungeweza kuchanganya ukapanda gari badala kwenda Tabata ukaenda Mbezi. Kwa hiyo kidogo inakuwa inasaidia. Na kwenye hili pia pamoja kwamba inasaidia abiria wa kawaida, lakini kuna watu ambao ni wageni. Inawezekana ni wageni katika miji ile. Maana yake bwana utapanda gari yenye rangi nyekundu, anajua kwamba hii itamleta mpaka nyumbani. Kwa hiyo maana yake inasaidia pia na wageni wanaokuwepo kwenye ile miji. Kuna watu pia kwamba unakuta hawana mawasiliano. Kwa hiyo bwana ukija Dar es Salaam ukishuka tu wewe panda gari ambayo ina rangi fulani, alafu ikiita sehemu fulani ndio ushuke hapo. Kwa hiyo maana yake sasa itakuwa imerahisisha ile kuchanganya kwamba unakoenda ukawa tofauti. Lakini nyingine pia imetusaidia kwenye mpangilio wa huduma. Kuna maeneo mengine ukienda utakuta watu wamepanga magari ambayo unakuta yanafanana rangi moja. Mengine rangi moja. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi, yani kwamba mtu anajua kwamba bwana mimi nitaingia kwenye line gani, Kwa hiyo unakuta tayari imetusaidia kwenye mpangilio wa huduma wa usafiri wenyewe.
rangi hizo zinasaidia. Lakini kuna swala la ulinzi na usalama. Okay. Kwamba vyombo vile vya usafiri mara nyingine kwamba kuna vitu vinavyoweza kuachwa kwenye mabasi, lakini pia kuna migongano inayotokea kwenye mabasi kwamba abiria amepanda lakini amefanyiwa ndivyo sivyo. Kuna wizi unaweza ukawa unatokea pia kwenye mabasi. Sasa vyote hivyo, malalamiko kama hayo, mtu akikueleza tu kwamba amepanda gari ambao ni rangi 1 2 3, maana yake tayari wewe unajua kwamba hili gari liko kwenye njia gani. Kwa hiyo inakuwa rahisi. Lakini pia kuna kuwa na vitendo vya wizi. Tunapata pia kwamba mtu anaripoti kwamba bwana mabasi yenye rangi wizi mkubwa sana. Inawezekana sasa hivi siwe sana, lakini kulikuwa na kipindi kwamba zinajitokeza hivyo. Kuna pia swala la ajali inapotokea, maana yake yanatusaidia. Kwamba ili zile pilika za ajali, mtu anasema bwana gari hili lilikuwa ina rangi fulani, tayari watu wanajua kwamba hii ajali imetokea maeneo ya Mbagala huko, au hii imetokea maeneo ya Tegeta, kwa sababu rangi ile ameitaja tu tayari ashaieleza kwamba inaelekea upande gani. Lakini jingine ni swala la udhibiti. Kwamba sisi wadhibiti inatusaidia kwenye kujua kwamba gari hili saizi linaenda sehemu ambako siko tulikopangia. Kwa maana yake sisi wadhibiti inatusaidia kwenye ufuatiliaji. Ukiliona tu, na mara nyingi tukiwa barabarani mnatembea tu hivi, umeona rangi sio, tayari mnageuka kwamba huyo ameshaingia kwenye ruti ambayo sio ya kwake. Kwa nini? Lazima mfuatilie. Tufuatilia na kibali cha kutoka kwenye njia yake, sababu tunapanga pia magari, tunapangia ruti au tunapangia njia magari ya mijini. Na lengo ni ile kuhakikisha kwamba huduma inapatikana kwa maeneo yote. Tusipofanya hivyo, maana yake kutakuwa na upande mmoja ambao kuna mabasi, upande mwingine hakuna mabasi. Kwa hiyo ile rangi inatusaidia hata sisi kwamba bwana anapofanya lolote unakuwa umeona. Kwa hiyo tayari kwamba una uwezo wa kuchukua hatua. Kwenye nchi zilizoendelea, maana yake hata wanaotumia kamera ni rahisi wakaona kwamba bwana huyu wa rangi anaelekea wapi, kwa akachukua na hatua. Kwa hiyo lakini pia imeongeza ufanisi katika mambo mengi. Moja ni hilo kwamba inatusaidia udhibiti, lakini pia inaokoa muda wa abiria kuanza kujiuliza au kuuliza. Anaenda tu direct kwenye rangi fulani. Na pia inasaidia pia ufanisi kwa watu ambao wanafanya ile kazi. Kwa mfano makondakta na madereva, hawana haja ya kupiga debe au kupiga kelele kwamba gari inaelekea kwamba hii Tabata. Kwa sababu abiria anajua ile tumeweka imsaidia abiria. Kwa hiyo wewe kupiga kelele ni kama sasa unapoteza tu muda. Lakini abiria anapokuja huko, hizo kelele zako zinaweza zisimsaidie, kwa sababu yeye tayari tushamwekea rangi pale. Kwa hiyo faida hizo au mahitaji hayo ndio yanapelekea kwamba kuwepo na mikanda ya utambulisho. Sasa nimeeleza aina ya utambulisho, kama alisema gari inaweza likapakwa rangi lote, lakini ikawekwa mikanda ambayo inaweza ikawa mikanda yenye mchanganyiko wa rangi au rangi moja. Lakini pia kuna kuwa na namba ambazo zinaandikwa ubavuni. Tunaweka pia namba. Yote hayo ni kusaidia kwamba sasa wewe sawa umepanda rangi ambayo ni kijani. Lakini kuna namba tumeweka ubavuni pale. Ukituambia hiyo namba ni rahisi tukajua kwamba hii ni daladala ya fulani na tukachukua hatua kwa haraka. Kwa pia tunaweka namba zile kwa sababu ya wingi pia wa vyombo hivi vya usafirishaji ambao vipo. Na vimekuwa vingi. Sasa ukirudi kwenye historia, kwa sababu zote hizi ndio zinapelekea haya kuanza. Na haya yanaanza, nimekuambia kwamba sana sana kwenye miji mikubwa. Kwa hiyo kwenye miji mikubwa, maana yake kadri vyombo vinakuwa vingi, ndio lile hitaji la kuweka mikanda au utambulisho unaanza. Kwa hiyo maana yake sasa kwenye miji midogo ambao utakuta ziko 3 ziko 4, unakuta uoni haja ya kuweka huo mkanda, lakini zinasaidia kwamba at least kuweka inasaidia kwamba watu wajue kwamba kuna gari zinazoenda sehemu fulani. Kuna miji mpaka sasa hivi Tanzania hii hakuna daladala. Kwa maana yake ukipeleka 2 3 hawawezi kuona ule umuhimu wa kuweka mikanda hiyo kama ilipo hapa. Sasa kwa Dar es Salaam. Kwa Dar es Salaam kwa vipindi vya nyuma
uone tu jinsi pia ambavyo panakuwa sana. Kwa kipindi cha nyuma maana yake kila zone ilikuwa na rangi yake moja. Kwamba ukienda barabara fulani utakuta rangi ni aina moja. Kwa mfano ukienda labda barabara hii ya Morogoro Road, nafikiri unaweza ukawa na kumbukumbu ni rangi gani? Yes, nyekundu. Ndio, nyekundu. Ukienda labda ukanda huu kwenda Mbagala ambao ni Kilwa Road, kuna rangi yake kama ndio kahawia fulani hivi, I think. Ukienda huko upande wa Nyerere Road kuelekea Gongo la Mboto kuna rangi yake. Ndio. Ukienda hii kwenda wapi Mwenge Tegeta huko ni rangi yake blue. Ukitoka Mwananyamala kuja huku rangi yake moja ambayo ni blue bahari na zaidi. Yes. Ukienda Kigamboni unakuta hiyo zoni nayo inatumia ya kijani. Kwa hiyo ilikuwa inafanyika hivyo. Lakini pia ukirudi kipindi cha nyuma, kwa sababu huduma za usafirishaji zilikuwa pia zinatolewa na serikali. Nafikiri mnakumbuka kwamba huduma hizo zinatolewa. Tulikuwa na mabasi ya UDA yalikuwa na rangi kwamba ukiona tu basi unajua kwamba hili ni basi la abiria afu la UDA. Kama wewe utakuwa hujakuta, lakini ni ajuzi, sio siku nyingi. Kwa maana yake ile rangi maana yake inatambulisha kile chombo kwamba ni chombo cha usafiri wa umma na kinaenda upande gani. UDA kipindi fulani walikuwa wanaweka kibao tu kuonesha kwamba bana sisi tunaenda sasa hivi tunaelekea Mbagala. Kwa hiyo ukiona rangi ukaangalia kibao inaelekea sehemu fulani. Baadaye nao ibidi tu pamoja na rangi yao hiyo ya utambuzi, lakini ibidi waweke mikanda ambayo inatambulisha zile ruti ambazo wanaenda ili wasaidie wananchi wasichanganye magari ambayo hayaendi kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo baadaye sasa kilichotokea ni kwamba magari yamezidi kuwa mengi. Ruti zimezidi kuwa nyingi. Kwa sababu magari yakizidi, kama ruti ni zile zile, njia ni zile zile, rangi isingekuwa taabu. Lakini baada ya kwamba magari yamekuwa mengi, uhitaji umekuwa mwingi, ruti zimetengenezwa nyingi, maana yake sasa tunaendelea zile rangi ambazo zilianzishwa kwa hizo kanda. Tunaendelea kutohoa kutengeneza zile rangi, kuzichanganya kulingana na ukanda anakoenda. Kwa maana yake kama gari inatoka Mbezi inapita Morogoro Road afu itaenda Kilwa, unaweza kuchanganya rangi mbili zile. Hapo maana yake nakujibu swali lako kwamba utaratibu gani tunatumia katika kuweka hizo rangi. Kwa hiyo zimegawanywa kwa kanda, lakini baadaye kadri uhitaji wa kutengeneza njia unapoendelea kuongezeka, ndio tuliendelea kuzichanganya zaidi. Kwa hiyo utakuta nyekundu na kijani, maana yake kuna uelekeo, yani maana yake imechanganya hizo barabara ambazo zilikuwa za kwanza. Kwa haina pia formula maalum, ni jinsi ambao mnaweka ili uweze kutofautisha ruti moja na nyingine. Ndio tofauti tu. Kwa maana yake utaongeza hizo, utachanganya rangi. Kwa hiyo sasa hivi tunachanganya rangi, tulianza kuchanganya rangi mbili. Lakini sasa hivi unaweza kukuta kwamba gari ina rangi zaidi ya mpaka 3. Na rangi ya gari inakuwa ya 4. Kwa hiyo maana yake kadri inavyoelekea hivyo, uhitaji unavyoendelea kuzidi, ndio tunaendelea kuboresha kila siku hadi siku. Kwa hiyo ndo historia kidogo na utaratibu ambao tunafanya kwenye kuweka hizo rangi. Namba zile za ubavuni ni namba ambazo tunazitoa kulingana na usajili wa gari. Na kinachojitokeza kwamba ulichokikuta Dar es Salaam si lazima ukute kwenye mji mwingine. Sio lazima. Unaweza kukuta ni tofauti. Kwa mfano sasa hivi unaweza kukuta hakuna sehemu ambayo, yani kuna mji ambao ndio unaanza kutengeneza zone. Kwa mfano kama Arusha uwezo ukakuta kuna gari ambayo itakuwa ina mchanganyiko wa rangi 3. Haipo. Ni Dar es Salaam pekee sasa hivi. Kwa maana yake population hiyo imetupelekea mpaka tunachanganya rangi 3. Ndio. Kwa hiyo ukienda maeneo mengine unaweza kukuta kitu tofauti, lakini lengo ni lile tu, utambuzi wa ile njia. Kwa hiyo mimi maana yake ukiniambia gari inaenda wapi, najua inaenda wapi. Na abiria itakuwa iwe hivyo, kwa sababu lengo la kuweka hivyo ni identify. Kuna mtu muhimu hapa ameniuliza, je, LATRA inasimamia mpaka mwendo kasi? Mwendo kasi tunasimamia mabasi yale yanayopita kwenye mwendo kasi. Kwa kumjibu hivyo ndio tunafanya hivyo, na nao wanapewa vigezo vile ambavyo tumevitoa. Lakini sasa kuna kama mwanzo nilipokutajia kwamba tuna ruti maalum pia ambazo tunazianzisha, ambao unakuta kwamba tumelipa kundi fulani ndio litoe huduma pale, na tumewapa utaratibu wao kwamba wapake rangi fulani.
Sababu kama lengo letu ni utambuzi, kwa hiyo unaweza ukakuta pia kwamba kuna mabasi mengine hayajapakwa rangi, lakini unalijua kwamba hili basi linatoa huduma wapi. Yaani maana yake wewe basi ukilikuta uchochoroni utajua kwamba hili basi la mwendo kasi. Yaani huwezi yaani lazima utajua tu kwamba hili la mwendo kasi. Kwa hiyo identification hizo na utambuzi huo unakuwa ni kulingana na eneo na shughuli inayofanyika. Kwa sasa hivi kwa mfano kwenye magari yanayotoa huduma ya kukodishwa, baadhi ya maneno hususan nauli ambayo anatakiwa alipe abiria. Kwa hiyo unakuta mlangoni pale kanuni imetaja kabisa kwamba lazima uandike na viwango vya nauli kwenye sehemu ya mlango. Kwa abiria anapopanda, abiria angalie kwenye mlango pale, ataona nauli zimeandikwa kwamba mimi natoka Mwenge naenda Kivukoni, nauli shilingi ngapi. Mimi natoka Mbagala naenda Gerezani, nauli ni shilingi ngapi. Kwa hiyo anakuwa anajua. Tumeongeza pia sasa hivi tumeweka na namba zetu za bure. Ili abiria anapopata changamoto yoyote, una haja kusema ngoja nitafute namba. Wewe ubavuni pale angalia kuna namba ya LATRA, ziko namba 2. Hizo namba ukipiga ya kwanza ukiona kwamba inatumika na hamia ya pili, kwa sababu inawezekana wateja wako wengi wanaoitumia. Ukipiga utatoa malalamiko yako na sisi tutafanyia kazi na tuwathibitishie kwamba tunafanyia kazi malalamiko yao. Tuna kituo chetu cha masaa 24 kinatoa huduma kwa wateja. Kinapokea hizo simu, kinatoa ufafanuzi, kinawasaidia yale ambayo yanashindikana kutatuliwa hapo kwa hapo, yatapelekwa kwa wanaohusika, watafuatilia na tunafuatilia. Waliopiga simu wengi wanaona kwamba tunatekeleza na tunawapa mrejesho wa kwamba tumetekeleza kila ambacho walilalamika nacho au tunatoa ufafanuzi. Kwa kwenye basi la mijini identification ni hizo au utambuzi ni huo, na nimeeleza pia na historia yake hivi. Inawezekana mtu akasema kwamba labda amebuni yeye, lakini ni swala ambalo lipo duniani kote. Unasema dunia nzima, almost tukiona Uganda, ukienda Kenya unakuta Uganda asilimia kubwa nimeona wanapiga sana mkanda wao wa njano kwenye daladala kama hivi. Nimeenda Kenya niliangalia pia na wenyewe pia route matches zinategemeana na maeneo husika. Kwa hiyo almost ni swala ambalo ni la wote. Maana yake sema sasa kinachojitokeza ni kwamba kwa mfano sasa hivi tulipoona kwamba magari yamezidi, kwamba route zimekuwa nyingi, tumetengeneza sasa kwamba inakuwa na line 3, strip 3, kwamba mkanda wa kwanza, mkanda wa pili, wa 3. Kwa hiyo ile size kulingana na kanuni zinazoeleza, lakini tumeweka rangi 3 kwa pamoja. Sawa. Kwa maana yake inawezekana mtu akasema ni ubunifu wa kwake, lakini ni utaratibu ambao uko katika dunia yote. Yes. Of course bana, tumezidi kupata sisi tumepata vitu vizuri sana ambavyo tunavitumia katika maisha yetu ya kila leo, kila wakati, na nikwambie tu kama mwenzako hajapata ile, hebu msii naye aweze kulipata. Natamani wakati tunaenda kumaliza, naona katika maswali yangu hapa karibu yote ushagusa na umeyamaliza, isipokuwa swali moja tu. Lakini kabla sijaenda kwenye hili swali, natamani nijue sasa hasa, na nimekukuta wewe mpishi wa jiji la Dar es Salaam, changamoto ni zipi hasa katika ugawaji wa mikanda, rangi na route match kama hivyo? Lakini jingine pia ni kuzidisha viwango vya nauli kiholela. Manake tunapata malalamiko mengi, watu wanazidishiwa nauli. Kumzidishia abiria shilingi 100 manake ni umefanya kosa kubwa sana. Lakini wengine wanazidisha zaidi ya hii hata shilingi 100. Kwa hiyo hilo ni sehemu nalo la changamoto. Lakini wengine pia sare chafu au kutovaa sare zenyewe. Tunaamini kwamba watu wanapanda kwenye daladala hawataki pia kupata hizo karaha za watu umevaa sare chafu. Na sisi wakati wa kutoa leseni tunahakikisha kwamba mmiliki aje na tuoneshe ana sare kadhaa ambayo ataweza kukabidhi dereva na kondakta wa gari husika. Tunapambana nao sana, na wengine unakuta na wabishi, lakini inabidi wafuate kwamba ndio utaratibu ili waweze kupata ile leseni. Sasa ile ilieleza kwamba kuna vitu ambavyo vinaongezeka katika leseni za usafirishaji kwenye miji. Hilo moja wapo kwamba lazima uje utuoneshe sare ambayo atavaa watu wako kulingana na sare ambayo tumepitisha. Lazima pia uhakikishe kwamba huo mkanda wenyewe unachorwa au unapakwa hiyo rangi sehemu ambayo tumekubaliana na viwango wanavifuata. Sasa kwenye hili la changamoto kwamba sasa
wanaweza wakanunuliwa sare na wasivae au wakachafua, kwamba unakuta mtu anavaa nguo moja wiki nzima hafui, na sio kwamba hana nguo nyingine ya kubadilisha, anayo, lakini hataki tu kufanya hivyo. Na hii inapelekea sasa watu kutopenda pia kupanda vyombo vya usafiri wa umma. Lakini unakuta pia msafirishaji naye hamnunulii kondakta wake wala dereva wake sare. Wow. Sasa hiyo ni changamoto ambao watu wanaipata. Lakini jingine, kuna wengine ambao wanajitokeza na kupita kwenye njia ambazo hatujawapangia. Sisi tunapopanga njia tunaweka pia na maoteo ya kwamba magari yawe mangapi, ili yaweze kutatua changamoto ya usafiri katika hilo eneo. Tunaposema kwamba gari zimeshatimia kwenye ruti hii hatusajili tena, lakini kumbe kuna mtu ametoka anaenda kutoa huduma sehemu nyingine, maana yake kumbe kuna adha inasababishwa huku, wakati sisi huku ofisini tunasema kwamba ruti hiyo hatuongezi tena gari kwa sababu zimetosha. Kwa kuna hilo pia la watu kwenda kwenye njia ambazo hajapangiwa. Na bahati mbaya sasa unakuta wengine wanaweka mikanda ile ya ruti ambao sio hizo tulizo hapa. Kwa hiyo hawa tuwaombe na tuwaelekeze kwamba wahakikishe kwamba hawafanyi hivyo, kwa sababu na sisi tukiwakamata tunachukulia hatua kali. Na tunachukulia hatua kali kweli kweli. Ukikutana na mtu ambao tumemkamata amechora mkanda ambao sio wa ruti yake, atakwambia kwamba watu wa LATRA ni wabaya sana, kwa sababu yeye hakufuata sheria na sisi hatukutaka kumlegezea. Lazima tumhakikishie kwamba anafuata sheria na hatorudia tena. Kwa hiyo hilo lipo, lakini pia changamoto nyingine ni tunayopata ambao ni ya jumla, ni baadhi ya maeneo pia kukosa vyombo vya usafiri. Pamoja na vyombo vyote unavyoviona tunazungumzia kwamba ni vingi, lakini hadi leo kuna maeneo ambayo hayana huduma ya usafiri. Na kama tunachokifanya sisi, maana yake ni kutengeneza tu ule mtandao wa njia kwenda kwenye maeneo yale. Lakini wenye vyombo vya usafiri maana yake ni wawekezaji ambao ni wadau wetu ambao ndo wenye magari. Kwa hiyo tuwaombe pia kwamba nao wasaidie au waitikie wito tunapokuwa tunatoa matangazo yetu kupitia vyombo vya habari, kupitia akaunti zetu za social media hizo, kwamba tunatangaza ruti hizo, waangalie waweze kupeleka magari ili pia tuweze kutatua changamoto hiyo ya upatikanaji wa huduma. Lakini jingine pia ni aina ya abiria. Sasa kumetokea pia na hali ya abiria wengine kutoheshimu shughuli ambao wenzao wanafanya. Kwa unakuta abiria akiingia kwenye basi, yeye atamdharau kondakta au anaweza kafanya vitu ambavyo ni kinyume na utaratibu. Kwa unakuta naye sasa anamkwaza yule ambaye anatoa huduma. Sasa kukiwa na mikwazano ya namna hiyo, maana yake huduma haitotolewa katika viwango vile ambavyo tunategemea. Changamoto ni nyingi, lakini kwa sehemu hiyo ni hilo. Kwenye hili la mikanda ni hilo, kwamba kuna watu pia wanaochora mikanda bila kufuata viwango hiyo tunavyowaambia. Lakini kuna wengine pia ambao sasa wanaenda kwenye hizo njia ambazo hatujawapangia. Kwa hiyo unakuta sasa analeta usumbufu usiokuwa wa lazima. Lakini kuna mikanda pia kuchakaa, kwa sababu tunapompa mtu leseni kwa mara ya kwanza, pale ndio tunahakikisha kwamba amechora ule mkanda wa ruti husika. Anapokuja kuhuisha ile leseni, si mara zote tunamwambia alete gari tukague au apeleke gari kupakwa hiyo rangi. Kwa hiyo sasa kwa wale ambao zinachakaa, maana yake wana wajibu wa kuhakikisha kwamba ule mkanda unarudiwa tena ili uweze kuonekana. Yes. Wow. Mtazamaji, nafikiri tumepata vitu vingi sana, na kwa kumalizia mwishoni kabisa, hivi kwa nini magari ya shule yanapakwa rangi ya njano na sio rangi nyingine yoyote? Asante. Nafikiri hili ni jambo zuri kuunganisha pia na hili tunalolifanya kwenye magari ya mijini. Ndio. Kwamba kwa nini magari ya shule yanapakwa rangi ya njano? Ndio. Moja ni sababu ya rangi kupakwa ni ule utambuzi. Ndio. Kwamba tulikueleza kwamba tuna magari ambayo tunapaka rangi gari zima ili tutambue kwamba gari hili ni la njia ipi au gari hili linatoa huduma ya usafirishaji. Hata kwenye taksi unakuta mikoa kama mfano Dodoma kipindi fulani, ili ufanye taksi lazima gari lako liwe na rangi fulani zima, ambao tofauti labda na Dar es Salaam ambao tulianza mikanda tu. Kwa hiyo yote hayo ni uwezo wa kutambua.
Sasa kwenye magari ya shule, na hayo yote tunayozungumza manake yapo kwenye kanuni zetu ambazo zinasimamia vyombo husika. Hata sisi tunawajibika, tuna shughuli ya kusimamia vyombo vinavyotoa usafirishaji wa wanafunzi. Kwa miongoni mwa magari ya kubeba abiria ambao tunazipa leseni, nalo gari la shule ni lazima lipate leseni kutoka LATRA. Na ikipata leseni maana yake itakuwa imetimiza vile vigezo nilivyokuambia awali. Kwa hiyo tunaamini litakuwa salama kubeba wale watoto. Sasa miongoni pamoja na masharti yote ambayo yanafanana, lipo sharti hilo la kuhakikisha kwamba gari la shule lazima liwe na rangi ya njano. Sasa kwa nini iwe na rangi ya njano? Rangi ya njano ni rangi ambayo ni ya kimataifa. Ukienda popote pale uangalie basi la shule ni lazima la rangi ya njano. Na kwa nini imekuwa hivyo? Ni historia nazo ambazo ni ya nyuma, kwamba ni watu walifanya tafiti kuona ni rangi gani ambayo inaweza ikawa inatumika, ambayo inaweza ikawa na muonekano tofauti na zingine. Rangi ya njano inazungumzwa kwamba una uonekano tofauti na rangi zozote zingine. Kwa hiyo visibility ya ile rangi ni tofauti na zingine. Kwamba rangi hiyo ukiangalia kwenye mwanga mdogo utaweza kujua rangi hiyo. Ukiangalia kwenye mazingira ambayo labda yana ukungu utaiona kiurahisi kuliko rangi yoyote nyingine. Kwa hiyo wanasema kwamba utafiti uliofanyika unaonesha kwamba rangi hiyo ndiyo ambayo inakuwa na uonekano zaidi kuliko rangi zingine zozote. Kwa hiyo maana kwa hiyo hao kufanya hizo tafiti walitoa mawazo kwamba rangi hiyo itumike, na ilipoanza kutumika huko ndio ikawa sasa kama ni kwa dunia nzima. Kwa hiyo maeneo mengi utaenda utakuta rangi ya njano ndio rangi magari ya shule. Na yanakuwa na maandishi pia. Maandishi hayo asilimia kubwa yanakuwa meusi. Sasa faida zake ni zipi? Hiyo moja ya kwamba ni uonekano. Kwamba ile visibility ambayo kama ilivyofanyika tafiti hizo kwamba inaonekana kiurahisi wakati wowote, yani akiona hilo gari haulizi. Tofauti na hizi za kina daladala ambao lazima uulize hii rangi nyekundu inaenda wapi? Hii inaenda Morogoro Road. Lakini akija akiona hilo gari, akiona njano tu atajua kwamba hili ni basi la shule. Sasa pia inasaidia, faida nyingine ni kwamba inasaidia kwenye usalama wa wale watoto ambao wanabebwa. Inaaminika kwamba mabasi ya shule hayo yanabeba watoto wa aina nyingi. Na kwetu kwenye kanuni zetu tumegawanya kwamba kwenye Kiingereza ndio inaleta neno nzuri kwamba kuna pupils na students. Sasa kwenye upande wa pupils au watoto wa shule wengi ni wadogo ambao hawajitambui. Kwa hiyo ni rahisi hata mtoto akaruka tu kwenye dirisha akaruka. Lakini hilo sasa maana yake gari likiwa njano maana yake linaleta usalama kwa wale watoto waliobebwa. Maana yake hata wewe mwenyewe ukiwa unaendesha gari lako kuna nidhamu ambayo unakuwa nayo ukiona gari la shule ambalo ni la watoto. Kwa hiyo ile rangi imefanya kwamba imesababisha mtu awe na nidhamu kwa kuchukua tahadhari za kila aina. Maana yake hata ile distance, ile nafasi unayotoa wewe gari yako na lile basi unaweka kubwa kwa sababu ushaona hili ni la shule. Inawezekana liko tupu lakini wewe ile tu kwa umeona rangi ile inakufanya uwe na tahadhari kubwa. Kwa hiyo hilo la usalama wa wale watoto wanabebwa nalo ni kubwa sana, kwamba si rahisi mtu akalipita gari la shule likiwa limesimama. Lazima atulie na yaangalie. Inawezekana mtoto anashuka anaweza kavuka barabara tu katika hali ambayo wewe unaweza ukaona ni kawaida. Na pia sasa hiyo rangi imekuwa pia ndio inayotofautisha magari ya shule na magari mengine. Kwa hiyo hilo pia maana yake linasaidia kwamba tuna rangi ambayo inaweza ikatofautiana na zingine. Lakini pia wanasema ni rangi ambayo inavutia. Inavutia. Kwa hiyo hata wale watoto pia wanafurahia rangi hiyo, na pia inavutia macho. Kwa hiyo manake kwa Kiingereza manake inamfanya mtu apay attention pia kwenye ile rangi. Rangi ambayo inavuta kwako. Yaani kuiangalia na kuwa makini nayo inakuwa ni zaidi. Kwa hiyo tumeweka hili kwamba ni lazima
kila anayekuwa na gari la shule ahakikishe kwamba lina rangi hiyo na iwe na maandishi meusi ambayo yameandikwa basi la shule au iandikwe kwa Kiingereza school bus. Ndio maelekezo ambayo kanuni hizo zinaeleza. Sasa kwenye hili kuna watu wale ambao unakuta baadhi anatumia labda daladala ya kawaida. Ina maana kisheria huyo amefanya makosa. Kisheria huyo anakuwa amefanya makosa. Ndiyo. Kwa sababu kulingana na changamoto ambazo za usafiri ambazo hasa zipo kwenye shule hizi ambazo ni za umma, manake watoto wanaenda wenyewe mashuleni. Hawana mabasi ya shule. Wanatumia vyombo vya usafiri wa umma. Na vyombo vya usafiri wa umma wanavyotumia, tunaamini kwamba mle ndani wanapaswa wawepo watu wazima ambao watakuwa sehemu pia ya kuwalinda wale watoto dhidi ya chochote kinachoweza kutokea. Kwa tunaamini kwamba usalama unaendelea kuwepo kwenye yale mabasi kulingana na wale watu ambao wanakuwepo. Lakini pia daladala yoyote ambayo itapakia na wanafunzi ihakikishe kwamba pia inawalinda wale watoto wasipate madhara, yani ya usalama wao kwa upande wa kupata ajali. Sasa yale mabasi ambayo yanabeba wanafunzi tu ni kwenye ruti za kawaida na wanabeba wanafunzi tu, maana yake wajue wanafanya makosa. Kwa sababu utakuwa hujatimiza vigezo vya kubeba wanafunzi. Kuna vipindi vya nyuma kwamba ilitokea hiyo changamoto, shule zina mabasi machache, lakini tulikuwa tunatoa vibali na kutoa maelekezo maalum. Utakuta kuna magari ambayo yalikuwa yamechorwa mkanda nao ambao ni wa njano na una maandishi ya school bus. Kwa zile daladala ambazo tuliziwahi kuziruhusu kwa vipindi vya nyuma sana. Maana yake lazima tuwape hayo maelekezo kwamba wafanyeje. Lakini ukikuta daladala inabeba wanafunzi tu, maana yake huyu anakiuka utaratibu. Sasa kwenye magari ya shule kuna shule ambazo zinamiliki mabasi yake. Maana yake wale wamiliki wa shule wahakikishe kwamba wamefuata utaratibu tulioeleza, wahakikisha kwamba wanafuata kanuni zinazosema kwamba jinsi ya kupata leseni na kuhakikisha kwamba lina rangi ya njano. Lakini kuna wale ambao wanakodishia shule magari. Maana yake wale wasafirishaji ya wenye mabasi hayo wahakikishe kwamba wametimiza vigezo vyote vya basi kuenda kubeba watoto wa shule. Lakini wale pia ambao wana shule wajue kwamba wanashiriki kuvunja sheria kama watachukua basi ambalo halina sifa za basi la shule. Kwa hiyo nao washiriki kumuhimiza yule ambaye anawakodishia basi kuhakikisha kwamba lina vigezo vyote vya kubeba watoto. Hii yote ni kwa ajili ya kuwalinda wale watoto. Wow, asante sana, asante. Huyo alikopo ni afisa mfawizi wa LATRA ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, ambapo mheshimiwa anaitwa Pateli Ngereza. Ametupa mambo mengi sana. Of course nafikiri ulikuwa hujui vitu vingi na pengine sasa unatamani uendelee kujua vitu vingi. Na niseme tu kama unatamani una jambo fulani unaweza ukacomment kupitia namba ambazo ziko hapa, lakini pia kupitia kurasa zote ambazo za mamlaka ambayo inasimamia. Maana yake tunaamini kwamba tukishirikiana na wao kufanya udhibiti tutafikia malengo. Sasa wao wanashirikije udhibiti? Kwanza usiwe mnyonge, kwa sababu tunapata simu nyingi kwamba mtu amepanda kwenye basi wako watano, basi linakatisha rudi linaishia sehemu fulani. Maana yake wote wanakuwa wanyonge, wanaowatawala ni watu wawili tu kwamba hatuendi. Kwa nini msiseme lazima utupeleke kama ruti yako inaposema? Kwa hiyo wachukue hilo jukumu pia kwamba waambie wanaowabeba tufikishe mwisho wa ruti, usikatishe ruti. Lakini pia tumeeleza hizo namba zetu za bure zipo pale, piga. Yule anayetoa huduma akijua kwamba unajitambua na una uwezo wa kutoa taarifa, atakufikisha mwisho wa safari. Umeona unazidishiwa nauli, toa taarifa. Lakini pia na wewe tafuta taarifa za kutosha juu ya eneo unalotaka kusafiri kwenda. Maanake unapopanda angalia mlangoni kuna nauli, umeshajua nauli halali ni shingapi. Maanake hata mtu anapokutajia utoe nyingi unajua umezidishiwa. Lakini pia na wewe unakuwa umejipanga kwamba bwana nauli ni shilingi 600, maana yake tayari una 600 yako mkononi. Yaani maana yake tayari hapo umeshiriki katika namna moja ama nyingine. Kwa hiyo tuwaombe kwamba washiriki
nambari zetu hizo zipo kwenye milango ya daladala, lakini pia tunaweza tukawatajia ili ikiwezekana watumie. Namba ni 0800110019. Hizo namba ni bure. 0800110019 au malizia 20. Kwa hiyo namba hiyo inapatikana wakati wote. Na hata unapokuja iandika unaweza ukaangalia pia kwenye ubavu wa gari tu tumeandika kwa lengo la kukusaidia wewe. Lakini pia mitandao ya kijamii pengine, maana sasa hivi dunia sasa hivi tunaenda kasi sana. Mitandao ya kijamii pia tunapatikana, we search LATRA, utaona kwenye Instagram, Facebook, kote huko utapata, na tunakuwa tunaweka pia taarifa zetu za mara kwa mara katika akaunti zetu hizo za Instagram pamoja na Facebook, Twitter pia, na watu wanapata hata kwenye website pia. Unaweza kutumia sehemu ya imrejesho kutoa malalamiko yako, kutoa maoni yako, tunayapokea na tunayafanyia kazi. Wow. Kwa kumalizia pia ni wapongeze TALTA, nafikiri ni chama ambacho ni kipya na kwa upya wake manake kinakuja na mambo ambayo ni makubwa sana kwa kipindi hiki ambacho ni cha mwanzo. Kwa hiyo ni wapongeze sana uongozi, lakini ni wapongeze pia na wanachama kwamba mnajitahidi sana kuhakikisha kwamba sababu kweli ya kuanzishwa kwa TALTA inaonekana kwa wananchi wote, na naamini kwamba wengi tutajiunga na TALTA ili tuwe wanachama na tuwape nguvu ili na mkafanye mambo makubwa mengine. Na tunakaribisha katika ofisi zetu za LATRA. Karibuni kwa wakati mwingine mnapohitaji ufafanuzi wa chochote, tupo tayari kuwapa. Na karibuni pia, kuna mambo mengi ya kuwaelimisha wanachama wenu, lakini pia wananchi kwa ujumla ambao ndio lengo kubwa la sisi wote. Kwa hiyo karibuni, tutatoa ufafanuzi kwa lolote, kwa pale ambapo mnahitaji muda wote, karibuni. Wow, asante sana kutoka hapa headquarter ambazo ni za mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhi. Na tukiwa tumekutana na garasha wetu mzuri kabisa ambaye ametupa mambo mengi kwa wakati mmoja, na pengine bado amebaki na vitu vingi ambavyo kulingana na muda hautoshi tungeweza kuungana naye na angetupa vitu vingi sana. Ni afisa mfawizi wa LATRA ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, naye si mwingine ni Pateli Ngereza. Tunamshukuru sana kwa sababu ameweza kutupa vitu vizuri, ameweza kutuelekeza kwa undani zaidi na kwa umahiri sana. Tunashukuru wetu.